Sukari sio au ugonjwa wa kisukari sio tatizo kama ambavyo tumekuwa tukiishi na kuaminishwa na kuishi kweli kuona madhara kwamba kweli ugonjwa wa kisukari ni changamoto. Watu wamekuwa wakiaminishwa mara nyingi kwamba chanzo cha ugonjwa wa kisukari ni ulaji wa vyakula vyenye sukari. Lakini naomba leo nilete ufahamu zaidi visababishi ambavyo vimekuwa vikichukuliwa sio visababishi, lakini kumbe ni moja ya visababishi vikuu, ili mwisho wa siku wewe mwenye tatizo ya changamoto ya kisukari au wewe ambaye hutaki kuja kuugua kisukari kwenye maisha yako ya baadaye uweze kujua kwamba kumbe kuna kila sababu ya kuanza kujua kwamba kumbe ni nini hasa kinachopelekea tukawa na magonjwa korofi. Ninayekuletea elimu hii ni Dr. Praxeda Makanju ambaye nimekuwa kwenye hii tasnia si chini ya miaka 5 na ninaona matokeo chanya kutoka kwa wale ambao walikuwa wahanga wa matatizo ya kisukari, na leo hii wote tutakubaliana kwa kusema kumbe kuishi bila magonjwa inawezekana. Kisukari ni changamoto kweli, kwa sababu chanzo cha kuwa na kisukari au kuwa na sukari nyingi kwenye damu kimepelekea magonjwa mengine korofi. Hebu fikiria umekula chakula chako, iwe ni wali, labda chochote ambacho umekula, ni ngano, ni chochote ambacho umekula. Alafu baada ya kuwa umekula, mwili lazima ubadilishe hiyo chakula ambayo ni wanga kuwa katika glucose. Lakini hiyo glucose mwili una mekanizmu yake na una kiwango chake ambacho unahitaji kwa ajili ya kuwa processed baadaye ili iweze kuwa ndio nguvu, kwa sababu kiuhalisia sukari tunahitaji ili kwenye misuli, tunahitaji sukari kwenye ubongo, tunahitaji sukari kwenye moyo. Kwa maana tusije tukajikuta kwamba labda tumestiki mahali tukiamini kwamba kula chakula hiki sio, kwa sababu kuna watu ambao wanakula kweli vyakula vya wanga na hawana ugonjwa wa kisukari. Kuna ambao hawali vyakula vya wanga wana kisukari. Mpaka hapo lazima tuanzie hapo. Kumbe kwa nini huyu anakula chakula kile ninachokula mimi lakini yeye hana kisukari? Na kwa nini huyu anakula chakula tofauti lakini tayari ana kisukari? Kumbe kuna elimu zaidi ya kuishi kwa kuamini kwamba kama ni chakula cha wanga, ni kweli wanga una sukari, lakini ni wanga upi? Hiyo ni kitu kingine. Na hapo ndipo kwenye changamoto kubwa ilipo, kwa sababu ya kutokujua wanga upi mwili unautambua, kwa maana unaweza kuprocess, na baada ya kuprocess then ukapata kile ambacho mwili unahitaji. Lakini kwa maana tumekuwa kwenye mtego ambao umepelekea kwamba unakula chakula ukiamini kwamba chakula hiki ni kizuri, lakini kumbe matokeo yanakuwa sio mazuri, na yakishakuwa sio mazuri kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaishi kwa imani, sio kwa kujisikiliza, sio kwa kujua. Kwa sababu watu wengi naona sasa hivi wanasema jamani, mnatuchanganya. Huyu anasema nile hiki, huyu anasema nisile hiki. Mimi naomba niseme hutakiwi kuchanganyikiwa, kwa sababu ukichanganyikiwa, matokeo ya kuchanganyikiwa bado yatakuumiza wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe unatakiwa kusema okay, mwalimu fulani amenipa elimu hii, mwalimu B akanipa elimu hii. Je, mimi na apply kila mmoja kwa wakati wake? Ukishafanya hivyo utapata matokeo. Kinachopelekea, lazima ujue kinachopelekea sukari yako kuwa nyingi kwenye damu ni nini? Au kongosho haizalishi insulin, au inazalisha lakini mwili haupokei. Na ni kwa nini? Hebu chukulia mfano. Nyumbani kwako kuna watu wako wanasubiria chakula. Alafu kuna wakati umefika kweli getini, unagonga, alafu watu hawafungui. Huo ni mfano ambao ukisha kula chakula, homoni ya insulin inazalishwa ili ifanye nini? Ili iweze kwenda kwenye seli kupeleka hiyo insulin, ili iweze kuwa converted kule kwenye seli kuwa matumizi, kuwa nguvu. Lakini kwa sababu umekuwa na kawaida ya kula mara kwa mara, kwa hiyo umekujikuta wewe kila mara insulin inazalishwa, inapelekwa, unagonga mlango ambako mlango wenyewe ni kule kwenye seli. Seli inafungua, haya, inapokea, unarudi tena kabla dakika 0 unagonga tena. Matokeo yake seli zinachoka kufungua, kwa sababu hata ni wewe, mtu amegonga mlango, umemfungulia, unakaribia kutoka, anagonga tena. Mara akigonga mara 3 mara 4 kwa muda mfupi, wewe na mimi tunakubaliana kwamba utakataa kumfungulia, kwa sababu utasema bwana, huyo ni msumbufu, mimi sifungui mlango. Ndio kinachotokea kwenye seli zetu zinapo resist
kufungua mlango kupokea hiyo insulin iwe converted to what? Into energy. Matokeo yake ikikataa, na kwa sababu anayegonga getini ana mzigo, ukumbuke, anaona asimchoshe na wacha hapa getini, ndio tabio hiyo hormone inaona kwamba sukari yote iliyokuwa inatakiwa iende kwenye seli inabaki kwenye damu. Ikibaki kwenye damu, kisukari utaambiwa unacho, na hakika itakusumbua, kwa sababu mwisho wa siku mwili utakuja kuona kwamba ile sasa ni excessive, na matokeo yake itaanza kuvunja viungo vyako, utaanza kupata here and there, matatizo ya hapa na pale. Matokeo yake unajikuta kwamba kumbe unaamini sukari ni shida. Hiyo ni moja, kwamba inazalishwa lakini mwili haufanyi nini? Haupokei. Cha pili, kongosho haizalishi. Ni kwa nini haizalishi? Haipati taarifa kwamba kuna demandi, au taarifa inapata lakini kuna vizuizi vya kwamba izalishe alafu ipeleke kwenye seli, na kizuizi hiki kinawezekana kikawa kwenye kongosho yenyewe au again kikawa kwenye seli. Kwa maana kwamba kama kuna hizi toxic mucus ambazo hizi zinazalishwa na nini, ndio pale ninaposema kama ni wanga ni kweli, lakini ni wanga upi? Lakini kuna vyakula ambavyo tumevitoa katika hali ya kwamba vina uwezo mkubwa wa kusababisha kisukari, lakini kwa sababu ya imani. Fikiria hii ni seli. Kama ni seli, ili kitu homoni ambayo imezalishwa iweze kupitisha sukari ili ifike kwenye hii seli, hapa kumejengwa labda ni pazia au ni ukuta. Sasa je, huyo ambaye anatakiwa azalishe na wewe umemkaba, hawezi kuzalisha kwa sababu amekuwa rounded na au ni mafuta au hizo ni toxic mucus. Kwa maana hiyo, badala ya kwenda, kwa sababu kuna ule ute mgumu ambao hauruhusu penetration ya kwenda kwenye zile cells au yeye mwenyewe kuruhusu kutoa, inabaki kwenye damu. Matokeo yake una kisukari. Kumbe basi kinachotupelekea kuwa na kisukari sio kwa sababu tu umekula wanga mwingi. Na kwa bahati mbaya watu wengi tumeaminishwa na kufundishwa kwamba wanga ndio tatizo. Matokeo yake tumeshifti. Tumetoka kwenye kula wanga ambao ni glucose forming foods, tumehamia kwenye protein diet of course, lakini tukasahau kwamba protein diet ni the main major foods ambazo ni mucus forming foods. Sasa zile mucus inategemea kwamba yawezekana ni kweli seli zinahitaji, lakini kuna uzio, kuna pazia, kuna mlango ambao unazuia hiyo penetration. Matokeo yake sukari inabaki. Kwa hiyo lazima tule kila kitu in balance, lakini pia lazima tule tukijua, lakini lazima tule kwa interval, kwa kuruhusu. Nimekuwa hii nikiongea mara nyingi kwamba kabla hujataka kupeleka kitu store, make sure kwamba vile vilivyokuwa store mwanzo vimetumika, vimeisha. Huwezi kujaza ndoo ya maji ambayo tayari imejaa. Ukifanya kuendelea kujaza, maana yake yale maji yatamwagika, na yakimwagika pale chini yanakomwagikia, vinategemea kuna nini. Pengine kulikuwa kuna tissue hazitakiwi kuloa, zimeloa. Pengine kuna mitiani haitakiwi kuloa, imeloa. The same kama sukari ambayo ilitakiwa iende kwenye hifadhi. Kwenye hifadhi kumejaa, imerudi kwenye damu. Kwenye damu, mwili una kiwango chake cha damu, cha sukari kwenye damu unaohitaji. Ikiwa in excessive, ndio hiyo umechoka, unasikia kiu kisicho koma, una nguvu za kiume. Yaani hizo imbalances ambazo uconnect dots. Kwa hiyo nimeona niwashirikishe kwa mawazo yangu haya kwamba kumbe tatizo tu sio kuangalia kisukari kwamba kimesababishwa na vyakula fulani. Chochote ambacho utakitumia in excessive, chochote ambacho sio nature made, because tunarudi pale pale, vyakula vingi vinavyotupa madhara ni vile vyakula ambavyo sio vyakula asilia, ni vyakula ambavyo ni vya kisasa. Wewe ni mtu asilia, jiconnect, jiunganishi kwenye asili yako, utambuzi utaupata, maarifa utayapata. Lakini kumbuka, kuwa na maarifa pekee haitakupelekea wewe kutokuumwa kisukari. Kuwa na maarifa alafu anza kuyaishi hayo maarifa. Consistency ya kufanya jambo zuri itakupelekea wewe kuishi, yani ukiwa sio muhanga tena wa ugonjwa wa kisukari. Okay, watu wamestiki kwenye namba. Mimi saizi wamenipima wakasema sio iko 7, sio iko 20, sio iko 50, sio iko ngapi. Kujua namba pekee ni kuzuri, lakini unachotakiwa wewe mwenyewe kuzingatia ni nini kinapelekea namba zangu za sukari kuwa juu. Nikupe mfano tu. Hebu fikiria kwamba unaendesha gari, alafu kwenye dashboard ile check engine oil imefanya nini? Taa ile imewaka. Badala ya kupaki gari pembeni uweze kuangalia kilichopelekea, pengine kumbe ni oil imepungua, na oil labda lita moja ni 5,000.
ukanunua lita yako 1 au 2, ukaongeza kwenye injini yako, ukaendelea na mwendo. Wewe unaamua kuzima ile taa, una disconnect usiione, alafu unaendelea kukanyaga accelerator. Matokeo yake injini itaungua. Injini ikiungua tayari, ili kuweza kulipea injini, kitu ambacho ungekifanya kwa shilingi 5,000 unakifanya kwa milioni 5. The same applied kwa wagonjwa wenye shida kubwa ya kisukari, kwa sababu umeanza kisukari, wakati unaendelea kujitibia bila kufuatilia chanzo cha kisukari chako, umedevelop pressure. Wakati unaendelea kutibia pressure, hapo ukumbuke tayari una magonjwa mawili, una sukari, una pressure. Wakati unaendelea umeanza kupata acid reflux, kwa sababu vyote matibabu ambayo ni scientific mengi yako in acidic form. Kadri unavyoupa mwili vitu ambavyo ni acidic, maana yake unabadilisha mwili wako kuwa katika in acidic mode. Matokeo yake unajikuta wewe ni mgonjwa, unadondokea kwenye mtego wa kwamba kisukari hakiponi. Ndugu yangu, mimi narudia kusema, hakuna ugonjwa usiotibika. Ukiona hautibiki, maana yake chanzo kuja kigusa. Mimi ninakwambia, ninaendelea kutoa elimu hii ili wote tuweze kuamka, na kila mmoja kwenye mazingira yake aweze kuona yuko na nini na atajitibia na nini, na kumbe inawezekana. Kipindi kifuatacho nitakachokuja kurekodi tena, nitakuelezea ni aina gani ya vyakula tule, lakini tunakulaje, faida ya kuwa na interval ya kula ni nini. Lakini kama ni kula, definition ya chakula pekee bado ni changamoto kubwa sana kwetu. Naomba uendelee kuangalia mitandao yangu ya kijamii, endelea kuwasiliana na mimi, nitumie ujumbe kwenye WhatsApp, nitakujibu, nitumie kwenye Instagram, nitembelee kwenye peji zangu. Kuna ambacho utakipata, kwa maana hakuna asiyejua kila kitu na hakuna anayejua kila kitu. Kwa kushirikishana wote tutajua kukubaliana na kusema kuishi bila magonjwa hakika inawezekana.